Leo nataka tujifunze maisha kamili katika Kristo. Maisha kamili katika Kristo. Tusome ujumbe wetu hapa. Basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Biblia inasema kama tulivyompokea Kristo tuenende hivyo hivyo katika yeye. Kama tulivyompokea Kristo tuenende hivyo hivyo katika yeye. Sikiliza, inaendelea kwa kusema wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Tumefanywa imara katika imani kama tulivyofundishwa, tukizidi kutoa shukrani. Kama tulivyofundishwa, tukizidi kutoa shukrani. Sikiliza, Biblia inaongea juu ya yale tuliyofundishwa tukashika kuhusu Kristo. Tumefundishwa na agano la Kristo. Tumefundishwa na mahubiri ya Kristo. Tumefundishwa na maandiko ya Kristo. Tumefundishwa. Sikiliza, somo letu linasema maisha kamili katika Kristo. Maisha yanakuwaje kamili katika Kristo? Kama matendo hayaendani na Ukristo, kama matendo hayaendani na matakwa ya Kristo. Ili mtu awe kamili, unatakiwa kuwa na elimu ya Kristo ndani yako na kutembea Ukristo kama tulivyompokea Kristo, tukamwamini Kristo, tuenende hivyo hivyo pasipo kuiacha imani. Ukiona kuna makando kando, kuna vitu yanayoharibu amani yako na Kristo, yanayovunja misingi yako na Kristo, kataa kwa jina la Yesu. Sikiliza, mara nyingi kuna mambo ambayo hupelekea mtu aanze kuona kama Ukristo wake umezongwa, na hili ni darasa ambalo natamani aelewe au asikie yule ambaye tayari yumo ndani ya Kristo, aidha yumo ndani ya madhabahu au yumo ndani ya kanisa fulani. Kama kuna wakati unaweza kusikia mafundisho fulani au yaelewi, unachotakiwa kuyachana nayo kwa amani. Dunia tuliyopo leo imejaa mafundisho mengi, kila aina ya elimu, kila mtu anafundisha anachokijua. Mimi naweza nikakufundisha ninachokijua, anaenda mwingine anakufundisha anachokijua. Lakini kama uko chini ya huduma fulani, uko chini ya kiongozi fulani, uko chini ya baba yako wa imani, na unaona kabisa umetoka naye mbali, hajakukwaza, hajakufanyia lolote baya, na hata kama angekukwaza, kuna wakati inatakiwa watu wakae pamoja. Na nikwambie, katika kukwazana ndio sehemu ya kujuana madhaifu. Katika kukwazana ndio sehemu ya kujuana mapungufu. Kama unaona unaishi na mtu miaka na haijawahi kutokea kuna shida yoyote kati yenu imetokea, hamjawahi kukaa na kusuluhisha tatizo, hapo lazima kuna shida. Kuna vitu vikubwa havijawakutanisha. Maana vinavyopelekea mara nyingi watu kuwa na changamoto au matatizo madogo madogo ya kuitana mezani na kukaa pamoja. Mwanangu, njoo tukae. Baba, naomba tuongee. Mama, naomba tuongee. Ni pale ambapo vitu vikubwa, maana vitu vikubwa vinapokuja, waga vinakuja na changamoto zake. Ukiona watu wanatoka chini, wanataka kujenga kitu kikubwa, mara nyingi hapo ndo inaanza vita. Kuna watu wanaleta maneno yao, watu wanaleta uchonganishi, watu wanaleta migogoro, wanataka wafarakanishe. Kama hakuna imani iliyo imara, mara nyingi hapo ndo vitu vingi waga vinaharibika. Hapo ndo ushirikiano unavurugika. Hapo ndo kile ambacho mkijenga kwa muda mrefu kinaweza kikabomolewa. Sikiliza, kama haijawahi kutokea tatizo baina yako na baba yako wa imani, ukatamani ukae naye, na ukiona kuna baba wa imani ambaye hataki yeye aitwe kwenye tatizo ili usuluhishe, huyo sio baba wa imani. Watu wanakosana kwenye familia. Iweje baba wa imani ambaye umekutana naye, mtu mzima kabisa, pengine amekuhubiria, pengine umemchagua kama baba yako wa imani, alafu itokee tatizo, msikae mkasuluhishe, alafu iseme kwamba mimi hajawahi kunikosea? Sikiliza, hata wanafunzi wa Yesu kuna wakati walikuwa wanaenda, lakini wanajihisi kama kuna shida. Wanamuuliza Yesu maswali ya mitego. Kwa hii inaonyesha kabisa kwamba kuna wakati mnatakiwa kukaa kama familia wa baba, familia wa nyumba moja, familia wa imani moja, msuluhishe kama kuna tatizo limetokea, kama kuna tatizo lilipo kisiri lisilojulikana.
Atakiwi baba wa imani ambaye hataki kushirikishwa au kuulizwa jambo lolote. Na mkiona mnaga tabia ya kusuluhisha au kukaa vikao vya kusuluhisha, juu hapo kuna shida. Imani nzuri ni ile inayoenda, kuna wakati watu wanarudi wanakaa. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anatembea na wanafunzi wake, lakini kuna wakati wanarudi wanakaa, wao wanajadili tutaendeshaje huu mkutano. Kwa hiyo lazima kuwepo na muda wa kutenga kukaa. Ninachotaka kusema ni nini? Kama kuna mtu anaweza kuingiza imani ambayo mjajifunza, imani ambayo mjaikulia, mmekaa na baba yako wa imani miaka yote, umekaa na mama yako wa imani miaka yote, umekaa na ndugu zako wa imani miaka yote, mmetengeneza kundi la kwaya, kundi la waimbaji, kundi la uinjilisti miaka yote, alafu akatokea mtu anakuja na elimu ambayo sio ile mlioizoea, sio ile mliojifunza, sio ile iliyowakuza, anatakiwa kukemewa. Yes. Biblia inasema mtu kama huyo anatakiwa kukemewa kwa ukali. Hata kama kuna namna amekuja vitofauti, hata kama amekuja kwenye kwaya yenu kwa sauti nzuri sana, hata kama amekuja kanisani kwa sauti nzuri sana, hata kama amekuja kwa ushawishi mkubwa, kuna watu wanaingia lakini lengo lao waga ni kubomoa. Mimi napenda jambo moja. Napenda hata nikiwa sehemu nijifanye sijui chochote. Nijifanye sielewi chochote. Nijifanye ndo najifunza. Aisee, kuna mtu anaweza kaingia katikati yenu, anakuja kama malaika ameshuka ghafla. Anaweza kafanya mambo ya ajabu, akashangiliwa. Kama ni mwimbaji anaweza kaja na sauti nzuri, na ameandaa nguo za kubadilisha zinaenda na staili za uimbaji wake. Kama ni mhubiri anaweza kaja na staili mpya, anaweza kaja na staili ambayo inashtua. Anaweza kaibomoa hiyo madhabahu. Anaibomoa kwa namna ambavyo sio rahisi kumgundua kwa haraka. Biblia inasema kama anakuja na mafundisho ambayo sio yale tuliyozoea, kama anakuja na mafundisho ambayo sio yale yaliyotukuza, kama anakuja na mafundisho yale ambayo sio yale yaliyotulea, huyo hatakiwi kukaa katikati yetu. Yes. Na labda nikwambie, ukiona kuna mtu anagusa imani yako kwa namna ambavyo ni tofauti, analeta vitu ambavyo ni tofauti, anaona kama wewe unaishi katika ulimwengu wa kale sana, kwa hiyo anakuletea ukisasa, huyo ni mtu ambaye ni wa kumwangalia kwa jicho la rohoni sana. Ukiona mtu anaingia kwenye familia yenu kwa namna ya kuwatenga, hiyo ni familia ya kidini, hiyo ni familia ya kiimani, hiyo ni familia ya kinyumbani, lakini unaona huyu mtu anakuja kwa namna iliyo tofauti, huyo anatakiwa kukemewa sana. Biblia inasema kama tulivyompokea Kristo na tuenende hivyo hivyo. Ndio, tuenende hivyo hivyo katika yeye. Kama tulivyompokea, tumeenda naye hivyo miaka 2, miaka 3. Tunasaidiana na Baba, tunasaidiana na waumini wenzetu, tunasaidiana na wapendwa wenzetu. Tumejenga kanisa letu, tumeanza chini, leo tuko hapa. Lakini anataka kuja mtu yeye anapandia hapa, anataka turudishe hapa. Huyo ni mtu wa kukemea. Tuenende hivyo hivyo na Kristo tuliyempokea katika uchanga, tukakuwa naye, tukajenga naye, tukaimarisha naye, tukatengeneza naye, na sasa tuna ngome pamoja naye. Kinachoharibu watu wengi ni kukaribisha watu kwenye maisha yao na kutaka watu waliowakaribisha kwenye maisha yao wamiliki maisha yao. Huyu ni mgeni wangu, mimi namjua, nimewahi kumuona sehemu fulani. Hiyo inakuhusu wewe, alihusu kanisa, alihusu madhabahu, alihusu waumini, alihusu mmoja, alihusu kikundi, alihusu familia, alihusu mtu yote. Inakuhusu wewe unayemjua. Sisi tunayemjua ni Kristo tulioanza naye, ni umoja tulioanza nayo, ni jumuiya yetu tulioanza nayo, kanisa letu tulioanza nayo. Tunachojua ni kule tulikotoka, tulianza vipi na tunaenda wapi. Kama anakuja na jambo letu lile lile, tunapaswa kwenda naye. Lakini kama anakuja na la kwake, huyo hapaswi kuwa katikati yetu. Kwa jina la Yesu. Lazima ujue unaenda na nani. Lazima ujue unaishi na nani. Lazima ujue umezungukwa na nani. Lazima ujue unataka kufanya nini na kwa wakati gani. Lazima ujue misingi yako ni ipi. Lazima ujue dhumuni lako ni ipi. Lazima ujue wewe unafanya nini. Lazima ujue unaishi vipi. Lazima ujue imani unayoishi nayo ikoje. Lazima ujue unachopokea
kina faida gani kwako? Kina maslahi gani? Lazima ujue sauti unayosikia kinazalisha nini kwako. Lazima ujue maneno unayopokea yanafundisha nini kwako. Lazima ujue picha unayoiona ina maana gani kwako. Sio tu unaangalia kwa sababu watu wanaangalia, sio tu unasikia kwa sababu watu wanasikia, sio tu unaenda kwa sababu watu wanaenda. Lazima ujue mgeni unayempokea ana dhumuni gani. Unajua kuna watu wafichiki. Kuna mtu hata akiingia kwenye maisha yako unaanza kujua huyu sie. Lazima ujue kwa jina la Yesu. Na ukijua unakuwa na amani. Mungu akusaidie sana. Ukisoma kuendelea ile mstari wa 8 ni kwamba muangalie sana asije mtu akadanganya na maneno yake na mafundisho ya uongo mtupu. Kuna mafundisho yameboreshwa. Kuna mambo kwenye dunia hii yameboreshwa. Niliwahi kuona huko kijijini kwetu, akaja mtu anahubiri kama malaika, anahubiri utazani Yesu anashuka kesho, akitoka tu Yesu huyu hapa. Lakini akaja na mada ya pesa vinavyotakiwa vichangishwe kwa ajili ya huduma fulani ambayo sijui anaenda kuitoa wapi misherehe. Alichukua pesa za watu wengine ambao walikuwa wanaangalia kwa jicho lingine, wakashtuka. Wale ambao walikurupuka kwa sababu mafundisho mazuri yamekuja, pesa zao zilichukuliwa, na hakika pesa zilienda. Leo kuna watu wanaweza kaingia kanisani, wakaja hata kama kundi, wakaimba vizuri sana, wakafanya mambo makubwa, lakini mwisho wa hayo kanisa linabaki na kilio, huduma linabaki na kilio. Kwa jina la Yesu, Mungu akakupe macho ya kuona. Yesu akatupe macho ya kuona. Biblia inasema tumefanywa imara kwa imani. Tuzidi kujengeka hapo. Tumefanywa imara kwa imani. Hatujafanywa imara kwa matendo ya watu, kwa maneno, kwa vitu. Tumefanywa imara kwa imani. Unachotakiwa ni kuamini ulichokiamini. Imani ndio inazaa matokeo. Unachoamini ndio kinakupa matokeo. Mungu akakupe uwezo wa kuishi katika imani wenye matokeo.